Woza, Nyajeni Wazimbi ting. It's your boy Aleki in the house. So, in the previous show ya Youth Daily, tumekuwa na fama fulani tumekuwa tukiongelelea kuhusu coffee farming. So, the second episode ya Youth Daily, tunaongelelea kuhusu this prominent person, a very prominent person in Embu. Msee amekuwa akipush Embu Industry Revolution. He's a mentor to many. He's a senior youth by the way. Tunataka kujua jani yake ya success, nini imefanya afike mahali amefika. This is the journey of Ken Java wa Kagoto. Stay tuned. Ken Java Mwaneki wa Kagoto, kwetu ni hapa chini mahali inaitwa Njokere, born on the 2nd of April 1991. So mimi ni mwanabiashara hapa Embu County. I'm a businessman. I run a company called Eagle One Concrete. I have been in the business world for the last 15 years. I'll also give you my story so that you can be able to understand why I can stand before the altar and tell you confidently that no Embian is limited. So for those of you who probably might be wondering how I ventured into the business world, maybe I did my KCSE in the year 2009. And I was in a school called Kegonge Boys. Back in 2008 when I joined Kegonge Boys, because I was in Kamama Boys, then I left and joined Kegonge Boys. Wakati wenye nilienda nika-repeat class moja because I was supposed to clear in the year 2008, and that's why I cleared in the year 2009. So when I went to Kegonge Boys, nilitengeneza urafiki mwingi sana. So after our mock exams in 2008, kuko na ile campaign ya mtu akuwe school captain na hao dormitory captains and the entertainment captain. So mimi nikangoja watu wakafanya campaign 3 days to the election sasa ya kuwa school hiyo ya leadership ya shule. Hata mimi nikajitoa nikasema I would wish to become the school captain. Na by the grace of God niliibuka mshindi na nikapata almost 90% of the votes that were casted back then. But the principal, Mr. Mungai, for those who probably have met Mr. Mungai, called me in the office akaniambia, unajua wewe Ken ni mtu anakimiza vitu sana, and I think you'd make a very good captain. You'd make a very good dom captain. Then nikuongeze madaraka ingine, nikupatie entertainment captain. And when I got the opportunity to become the dom captain and the entertainment captain, something happened in my life that I had not envisioned. So nikaanza ikifika Friday naandikiwa gate pass ya kwenda Embu town kwenda kununua movies kwa sababu ya kitu tulikuwa tunaita entertainment. So nikakuwa ni mimi niko na responsibility ya kwenda kununua the movies that were to entertain the school on the entertainment day. And I got exposed to that world. There was a shop that was in Embu town ilikuwa inaitwa Broad Entertainment. So wakati wenye naingia shule, I used now to be received like a king. Sasa unajua Ken ametoka town, amekuja na form ya entertainment ya kesho. I didn't know God was trying to plant something in my life. So tumeingia 2009, sasa nimeingia in my 4th year, ni mambo ya kujipanga for my KCSE na kumaliza maneno ya shule. It happened in the month of June 2009, ikakuwa tulikuwa tunaenda National Parliament for a tour that was paid by the ilikuwa tour ya Form 4s. Tulikuwa tumepelekwa National Assembly. There was a Nakumatt along Thika Road. Ilikuwa inaitwa Nakumatt Thika Road, which was later ilibomolewa wakati wenye Raila Odinga alikuwa the Minister of Roads and Infrastructure when they were trying out to build the now superhighway. So tukaingia hapo Nakumatt. So it was like a mall. So si ile mali nilikuwa nimetoka, it was just a humble family. So mimi si wale watu tulikuwa na advantage ya kwenda shule na pocket money mingi. So when my classmates walikuwa naingia huko Nakumatt kununua shopping, I got interested in a shop that was just next to Nakumatt. Ilikuwa ni shop ya kuuza movies na walikuwa na PlayStations. They had like 3 PlayStations.
So mimi nikasema acha niingia pata niangalie ni movie gani zina trend, so that I can also be able to get good movies for my school, for my team when I'm back. But when I entered that shop, nikapata iko tutoto twingi sana hapo, tuwatajiri tunacheza PlayStations. Mimi sikuwa najua PlayStation ni nini by then. So I was very surprised. Umeingia unaona mtu ameshika baton hivi, anakimbiza gari, unaona hata mtoto anainama na kiti, mwingine anainama. Okay. So I got a lot of interest in what those guys were doing. Na nikauliza huyo mwenye hiyo duka, akaniuliza, why are you so much interested in whatever is happening here? Nikamwambia, back in the school that I come from, I happen to be the entertainment captain. So I need to understand what is currently trading. Na I would also want to understand nini naona hapa inachezwa na vijana. Unajua sasa mimi mahali nilikuwa nimetoka Njokere, tukifunga shule kazi yetu ilikuwa kwenda kulima nyanya, kulima mboga. At least tuko na maji irrigation. So I was a bit naive, nilikuwa mtu mshamba. In fact, nilikuwa najaribu ku avoid discussion yenye inge expose ushamba yangu sana. I used to keep quiet discussions zikikuja. So nikamuuliza, hii duka ni yako? Akaniambia hapana, si yangu, ni kuajiriwa, nimeajiriwa. Nikamuuliza, ukiangalia hapa hivi ni kama pesa ngapi hivyo imetumika kuinvest? Akaniambia hapa tumetumia kama 1350 ku set up hii. Kila siku mnauza pesa ngapi? Akaniambia. So wenzangu wakamaliza shopping, tukaenda National Assembly, kutoka National Assembly tukarudi, lakini kwa kichwa. So tukirudi nakumbuka venye nilikuwa naona wale watu wakicheza nini, ile pesa imetumika kuinvest, ile mashida iko nyumbani, naenda kumaliza form 4. Nafikiria ama niende embu niongee na abroad, nimwambie juu nimekuwa school captain, nikimaliza shule ya niajiri. So vitu zikakuwa zinakimbia mingi sana. So we went back to school, tukamaliza our second term, tukaingia in our third term. But now during the holidays, I had a chance to engage my dad. Nikaanza kumuuliza nini kwa ile familia nimetoka, kwa wale watu wanaweza kuwa wametoka Njokere. Nilikuwa nimetoka, I'm from a very humble family. So but we were lucky, one of my uncles used to stay in the UK. Kwa hivyo my dad hakuwa na uwezo wa kutusomesha wala my mom. So school fees tulikuwa tunafunga shule na attach results na attach the fee structure. Then I do a letter now requesting my uncle in the UK, naomba so nilipia school fees ya next term, na namwambia shopping ni pesa ngapi, then tunapeleka pale posta, tunanunua stamp, tunalipa, inaenda UK. So it was taking like 2 weeks before it gets to the UK. So my uncle kidogo, unajua si utaulizwa, unajua mimi nakulipia school fees, you didn't perform so well. So unajua si of course if it's not your parent kabisa, maswali pia itakuwa mingi kidogo. Zingine pia my dad ananisaidia, tunazijibu, mambo inaenda. So I asked my dad, hii mahali tunaishi si kwetu, ni kwa mayanko. Mimi naenda kumaliza form 4. I'm now supposed to join university. My brother ndio anafanya class 8. He's now supposed to join high school. My sister, my late sister, by then ndio alikuwa ako college akifanya course ya teaching. Naye alikuwa anaingia final year. And then sometimes because tukienda kwa shamba kulima na my dad, ungesikia ananiambia tujitahidi, you know this is the last year that your uncle said that walipia school fees. In fact from next year itabidi tujipange venye your brother ataingia high school. For some reason I think my parents walikuwa wameona nimekomaa, niko na miaka ya chini sana, so tungekuwa na discussion ya those challenges zenye zilikuwa zinafanyika nyumbani. So nikauliza my dad, how do you think you're going to manage mimi nitoke niende university? Akaanza kusema, now I have a plan. Tumebakisha ka plot kamoja. Wale ambao wanajua pale Njokere, there is a place called Mwara Center. So my dad used to have one plot there. Akasema sasa hii plot venye tutafanya, tutaiuza, ni kulipia hata kama ni fee ya first year ukiingia university, nilipia your brother first year akiingia high school, at least na ni manage kulipia your sister final year yake ya teaching. Of course I was a bit contented na nikarudi shule. But kurudi shule nikaenda nikifikiria sana. Sisi hatuna nyumba, tunaishi kwa nyumba ya awanko. Hiyo ni shamba ya mwisho inauzwa, ndio sasa mimi niingie university, ndugu yangu ingie. Nikajiuliza nini kitauzwa ndio niende second year. So in my third term nikiwa sasa nikigonge before the KCP, I took a letter nikaandikia my dad, and I'm very happy because to date my dad still has that letter. Na nikaambia dad, I'll be clearing my last exam on the 19th of November, and we are supposed to remain in school for some few days ndio tufanyiwe ile bash ilikuwa inaitwa Form 4 Leavers Bash.
So mimi nikamwambia ningetaka uniombee ruhusa 19th nikimaliza my business paper 2 that afternoon mimi nikuje. So nikamwambia on the 19th I would wish you to treat me. I'll have cleared my final exam. Na sitaki ningoje hii kitu yenye tunafanyanga kwa shule. Na ningeomba u request kila mtu including my sister tukue na mkutano ya familia. So na nikaanza kufikiria nitaenda kuambia nini. So nikakuwa nafikiria natengeneza ka business plan, natengeneza mikakati yangu yote. So on the 19th of November I did my final paper. That was business paper 2. I was very good in business. So what I remember, in the morning we had I think it was CRA paper 2. In the morning ilikuwa inaanza from 8:45 to around 11 something. Tukatake break up to around 1:30. Tukarudi now for the business paper 2. So during this break nilienda now in my dormitory. Starehe. No, Arambe. Nikaenda nikapanga vitu zangu zote. Box, nilikuwa na kamatres kakonde. Sasa nilikuwa najua kamatres sitakaacha juu pia nyumbani. Lazima nikaongeze juu nilikuwa nalalia kitu kadogo sana. Tulikuwa tunakaitanga full scaps. Kwa hivyo nikapanga. So kila mtu anajiuliza, Ken, kwani haungojei bash ya weekend? Mimi nasema hapana. So when I was going for my business paper 2, I put my box hapo nje ya class. So nikaingia nikafanya business paper 2. It was going for around 2 hours 30 minutes. So mimi, because I was very good in business, nikamaliza within 1 hour 30 minutes na kitu kama hiyo. I did not even clear. I later went to clear because kichwa changu ilikuwa ina burn kwa sababu najua nitaanguka chemistry. Wacha nianguke, nilikuwa nimepresent mjadala wangu kwa wazazi. Kwa hivyo nikamaliza. I remember that thing also got me into some troubles with the school and I later went to clear. So I took my box, nikaenda kwa gate, nikasema mimi nimeruhusiwa, na nikachukua bodaboda hapo Kigonge ikanifikisha mahali inaitwa Makutano. Kunifikisha Makutano, nikapanda matatu ikanifikisha mahali inaitwa Kangaroo DB. Now currently where I have now set Eagle One company at Kangaroo. Kutoka Kangaroo nikaeka box kwa bega na mattress, nikafika kwetu Njukiri. So nikapata my dad kwa shamba nini. By then there was a program ilikuwa kwa NTV. We used to have a small TV. There was a program ilikuwa inaitwa The Beat. Again hiyo najua ya mwezi mkaero hiyo lugha hiyo ni watu walikiangu tu anaweza elewa. The Beat ilikuwa ni program ya music. So nikakaa hapo nikaona my dad ametokea kwa shamba, my mama ametokea. Tumekuja hapo, nimechinjiwa kakuku because nili request. Nikaanza kuuliza si exam ilikuwaje, nikamwambia mimi najua nimepita, niko sawa kabisa. Akaniuliza, do you know you have really been performing poorly in your sciences? Nikamwambia I was so set for my sciences. Hiyo nimerarua kurarua. Lakini najua deep inside I am preparing my ground ya whatever I want to tell. So tukamaliza, tukaambiwa nikae hapo chini nielezee ile mkutano ilikuwa ya nini. Yet sister was there, my brother was there. Nikawaambia sasa mimi nimekuwa entertainment captain Kigonge. Na nimepiga hesabu nikaona ile shamba yenye my dad anataka kuuza ndio sisi tuendelee na masomo. It is a short term solution. And I want to offer you people a long term solution. I never forget those words. My mom, and I'm sure my mom even right now is listening wherever she is. Kwanza my mom alicheka. Ile kicheko ya kejeli kwanza. Akashinda huyu kijana huyu anatuambia nini. So I told them I have a business plan. Ningetaka tuuze hiyo shamba. My dad anishike mkono, anipeleke Nairobi nitafute kwenye CDs zinauzwa, PlayStation zinauzwa, na anitafutie mahali naweza nika set up in Embu Town. Nami nikamwambia in return, ukiuza hiyo shamba, just take pesa ya first term for my brother ya kuingia Kigonge, ya kuingia high school, na ya my sister ya hiyo semester ya kwanza ya kuingia ni kumaliza. But then ni for the first semester ya the year 2010. Na mimi nitawasomesha kutoka hapo, and I assure you I will also take care of my education. One thing that makes me very proud about my father, and by the grace of God, he's still alive. He took that discussion very seriously. My late sister kidogo was a bit hakuwa na confidence mingi na mimi because alikuwa naona niko mdogo sana, nimetoka shule. My young brother used to believe in me because hata
akichokoza vijana, na huko si alikuwa anakimbizwa nyumbani na msaidia tu vita. Kwa hivyo alikuwa ananiamini sana ati huyu hawezi niachilia. So my dad told me, let me think about it. Na tutakuwa na mkutano mwingine in the next few. So usiku when my mom is asleep, tumebaki hapo tukiona program kwa TV na my dad. Namwambia, do you think mimi naweza nikakulete down? So I even corrupted my dad. Akijaribu tu kubreathe, akienda kukamua ng'ombe, tuko naye hapo. Namwambia, mimi unaona kama hiki kitu sijafikiria. Ningetaka twende hata kama ni Nairobi, twende nikuonyeshe ile kitu ningetaka tufanye. So my dad akaniambia, give me some little time, and before Christmas 2009 my dad akaniambia, I have tried businesses before na zote zimeanguka, but I feel like probably I have seen your passion in business. Nimeona we ukilima ngwashe ukiwa shule, wakati wa kufungua unakuja unauza, unaniachia pesa kidogo, unaenda na nyingine kama pocket money. I have seen you buy a phone wakati wenye mimi sikuwa nimenunua simu. Through businesses uliniambia ulikuwa unafanya shule, because as I said I used to sell full scaps. My deputy head teacher in Kegonge back then, he is now the principal Kiriari Day. He is called Mr. Mogo. You can go and talk with Mr. Mogo. For those who know Mr. Mogo, ama kama hapa iko mtu ako Kiriari. So tukaamua kama familia shamba itauzwa. We sat down with the family, tukasema tutafuta mtu wa kununua. Fortunately, my uncle ambaye alikuwa ametusomesha, when he was approached by my dad, akaambiwa, sasa since uliniambia hautaweza kusomesha watoto wangu moving forward, nimeona niuze yaka kashamba tuweke kabiashara. The good thing my dad covered me, because hakusema ni kijana yangu anataka kuweka biashara, alisema tuweke biashara. So they discussed nini, wakasikizana, akauza hiyo shamba na 250,000. So January ikafika, tukangoja placement ya mashule. My brother akaitwa Kegonge Boys kwenye mimi nilikuwa. So my sister naye anko yangu akakuwa si amelegea kidogo, akasema huyu ni mtoto wetu, hiyo mwaka moja imebaki nitasomesha. So from the 250,000, because we were doing proper accountability for that money, we spent 45,000 to enroll my brother to Kegonge Boys. So from the 250 kabaki 205,000. So from 205 my dad akasema, we are going to allocate 200,000 for your business. Hii ingine 5,000 mimi nitaenda nikulipie kama ni computer college, so that you can be able to get some knowledge kidogo ya even the business that you want to venture into. So nikapelekwa college ilikuwa inaitwa Achievers College, iko pale town. Nikaanza computer. Nikimaliza computer, my dad anakuja town, tunazunguka, tunatafuta duka. So tulizunguka kitu kama miezi kama 3 kabla tupate shop. So akakuja pia, tukaenda tukakutana na Camp Dunda George. I sat down with George na nikamweleza what has transpired, ya kwamba hata shamba ya familia imeuzwa, ndio mimi niweze at least kuwekewa biashara. George was very supportive. George took me to Nairobi, akanipeleka mahali kwenye alikuwa anauziwa CD, akaniambia huyu mama anaitwa Betty, iko nyumba iko pale Ludhuli, ilikuwa inaitwa Nyanza House. Akanipeleka hapo, akaniambia huyu Betty ni anatuuzia zile CD za DJ Afro. Huyu mwingine alikuwa anaitwa Ngure, akaniambia ni huyu ni anauzanga hizi blank za kuban. Akanipeleka nyumba nyingine ilikuwa kule karibu na Nation Media Group. Iko building iko hapo, jamaa alikuwa anaitwa Alex. Ni akaniuzia duplicator machine. Ile duplicator ulikuwa unaweka CD moja juu, unaweka blank 7, unafinya start, zote zinatoka, unaandika jina, unauza, unapata pesa. So to cut the whole story short, in 2010 on the 2nd May nikafungua milango ya duka ilikuwa inaitwa Java Entertainment, and that is where the name Java came from. Because when I was in Achievers College, wakati nilikuwa nafungua computer hivyo, nilikuwa naona kakitu kanazunguka kwa screen, unaona powered by Java Technologies. So nikaona jina hapo, nikaona na je nikiita duka yangu Java Entertainment, na nikaita na nikaanza biashara. So much later kidogo, like 1 month, ndio sasa tutoke kwa hiyo maneno ya hapo. Ile shule nilikuwa Kegonge. Unajua sasa umefungua duka, wewe ni mtu wa kijiji, nimetoka Njokere,
Wale watu wanakuja kwa duka yangu tu ni watu wa Njokere. Wanakuja hapo wanakuambia because Njokere wananiita Mwane. Juu ya hiyo jina Mwane kiso ni kuitwa Mwane. Mwane tunaona umejaribu. Wacha leo nikupromote na kasidika 50 bob. No, mtu amejifinya kabisa ndio anipromote tu. Watu wa kutoka hapa kwetu Njokere. So nilikuwa nimezoea kuuza shilingi 200, 300 hadi nikaanza kupata wasiwasi. Mimi nilipromise wazazi this business is going to propel the family to get to the next level, na nikaanza kuona sales hazikuji mzuri. So 1 month later, on the 10th of June 2010, Kegonge boys striked. Wali strike na wakachoma dormitory. Ile mimi nilikuwa dorm captain. Na si ati ni kitu mzuri sana ati ya kurelate with my story, but I have to say it because that is what happened. When those boys got to Embu town, my brother alikuwa Kegonge na amejua tuliuza shamba na ndugu yangu ameweka duka. Kwa hivyo he managed to come with a number of boys. So na mimi nilikuwa nimeishi vizuri na wale vijana nikiwa kule. So watu wa Kegonge walikuja kwa duka yangu na wakanipromote sana. For the first time mimi nilishika 20,000 na mikono yangu. Hiyo siku 10th of June 2010. Because kijana wa Nairobi alikuwa anakuja ako na 1,000, anakuja ananiambia, Ken, you did not mistreat me as a form 1. Wakati wenye tulikuwa hizo dom zingine form 1 wanateswa, hata ulikuwa unakuja unaosha dom na sisi, niuzie movie za shilingi 200 na nimekuachia shilingi 800, nimekutolea jam. So wananiachia. So that day I got 20,000 and I can tell you nilikuwa nazunguka kwa duka ni kama naonekana na dunia mzima. I was so scared. Nilikuwa naona uone sasa leo hapa ni atakiwa na Al-Shabaab kwa sababu ya 20,000. Na hiyo siku it is the only day nilikuja nyumbani na Pro Box. Nilibebwa na mzee wapa Kibogo alikufa, alikuwa anaitwa Wanyanya. Kama kuna watu walikuwa namjua. So nikaendelea in my business line, nikajipata sasa hata nime-expand, nimeingia nikafungua a wines and spirits ambayo ilikuwa inaitwa Java Wines. So I continued, nikaingia pande ya Runyenjes, pia nime-expand, nikajipata pande ya Runyenjes mkienda muone hoteli inaitangwa Hotel Java. That used to be my hotel back then. So tumeendelea, tumefika sasa hata ukienda hapa Kakwegori. I also managed to open a hotel there which I sold last year. Ilikuwa inaitwa Java Blue. So by the year 2019, I've been in the alcohol business, I have been a distributor, niko na hoteli. Na mimi ni mtu napendanga sana kujichallenge. So nikajiambia, nimeenda mikutano kwa Kiroshe. You go to the factories, you are amazed by the sizes of those plants. Unasikia Kiroche is the first woman in Africa to set up a brewery. Sasa mimi nikaanza ni kujichallenge. Hata mimi naweza kuwa the first Ambian to set up a brewery. So in the year 2019, I approached a consultancy firm in Nairobi. Na nikamwambia, I would really wish to set up a distillery. Na mimi sijui mtu anaanza wapi na anaenda wapi. I would wish you to prepare for me a business plan that I can go to borrow money with from the bank. So a business plan was prepared. Nikaitua, but when I looked at those figures, kwanza magoti zilisha nguvu. So when I got the business plan, I needed around 120 million to set up that factory. Na mimi nilikuwa najua ile property tu niko nayo ni Java Blue. Na Java Blue nimekopa nayo loan KWFT. Gari ambayo naenda nayo nimekopa nayo loan. Kwa hiyo mimi sikuwa na kitu yote, ilikuwa free. That year I approached several friends. And I'm sure that some of them have even seen this. Nikawambia, I would wish us to take up a challenge and we set up a factory. An alcohol manufacturing factory. So kila mtu anakuambia, hapana, hiyo pesa inahitajikana hapo ni mingi. Wewe hautawezana na kina Tabitha. Wewe hautawezana na kina Kwal. Hii ni maneno kubwa sana. You have now started chewing what you cannot be able to swallow. Wewe umejichocha sana. I was really discouraged. So nikazunguka na business plan yangu, sasa nikaona marafiki kaput. Nimebaki sasa na banks. I went to the first bank, which was Equity Bank. I remember the branch manager then alikuwa anaitwa Mr. George, my good friend, na mali penyako Mungu endelee tunakumbariki. Because when I went to George, he told me Equity as a policy that we do not finance startups.
We do not start somebody, we do not finance somebody who is putting up a new business. Na sasa wewe Ken Jue na Jue ni kijana ambitious, mimi sitaki nikuzungushe, hii kitu itaanguka. Nikaenda to the next bank, ilikuwa inaitwa HFCK. Hao wakanizungusha, wakanitupia mwezi moja, mara ya mwisho wakaniambia hii ni ngumu, hii pesa ni mingi sana na una security. I landed to a bank called Stanbic Bank. Stanbic Bank was in Meru. So I went all the way to Meru, spoke with the manager, nikampatia my business plan na business proposal, na akaniambia we can do this. But on my way from Meru, nikirudi Embu, ndio ujue wakati mwingine unajua tu hata shetani anajitumanga. Si mnajuanga hivyo? Shetani anakujenga tu anakupiga mix. Nilikuwa nimetajia manager wa Equity anisaidie na banki inaweza ikafinance my startup. So the Equity manager called me wakati nimefika hapa Nithi, akaniambia you can talk with a bank called Sidian. Nimeongea na manager na ameniambia uko na account huko, and I know they can be able to finance your proposal. So I went to Sidian, tukaweka proposal, akaniambia proposal imeenda head office and we are supposed to go and defend it in 2 weeks time. Kwa hivyo tukajipanga, tukaenda hadi head office and I met with the CEO because that type of money, because I was borrowing 100 million, kwa sababu nilikuwa nimeona ingine 20. The moment nimepata 100, ukienda kwa banki imekukopesha milioni 100, uiambie nimefika hapa na nimekwama, na mjue nikikwama hata pesa yenu imekwama. Nilikuwa najua hiyo 20 kuna vile itatoka, so nilikuwa nimeomba 100, siko nataka kuomba pesa mingi. And you know, by 2019 I was only 28 years old, so you can imagine a 20-year-old person presenting a case of 100 million to a bank. So I met with the CEO of Sidian Bank, who happens to be the CEO even today, na anaitwa Mr. Shege Ndhombe. So I spoke with Mr. Ndhombe, akaita watu wote hapo, head of credit, head of business enterprise, wote wakaitwa na wakamwambia Mr. CEO, we have looked at this case na tumeona hii kesi ni mzuri, let us finance this young man, he has all what it takes. It was on a Friday. So Mr. Ndhombe told me, next week on Friday, come for your offer letter. Sasa suende sasa sukaeke the factory that you wish to put up. So nimekuja huko sasa, nimeambia my wife mambo imeenda mzuri, ile maombi tumekuwa tunaomba imekuwa mzuri. Hata nimeanza tu nini, wale marafiki walikuwa so many discourage, nimeanza kuambia ngojeni nini mtaona. And it is also good mjue, sometimes unajiwekea tu vitu twako, usiende kuambia watu sana. Because in that 7 days, I had really engaged a lot of people. Nawaambia sasa mimi, I'll be a manufacturer like Tabitha wa Karanja, or Tabitha of Kiroche. I'll be a manufacturer like EABL. Sidian wameni promise, next week Friday nitakuwa na offer letter. Ile mali nilikuwa nimetafutiwa na consultant ya kupata mashini in China, nimewaambia next week I'm going to send you a letter so that you can start manufacturing my machine. Ikafika Thursday. Sasa nimeongea sana hadi sasa mimi nimeanza wasiwasi. Na je, hii kitu ikaenda south kunaweza enda aje? Nikaenda ninyimo hii pesa kunaweza enda aje? So kufika Thursday, kuna ka spirit kana kuingianga. Unaanza kuona ile kitu sitapata. Ile kitu sitapata. So because nilikuwa na namba ya Shege Ndhombe, the CEO, I texted him on WhatsApp. Nikamwambia, good evening sir. This is to remind you that I'm supposed to come and collect my offer letter tomorrow. This is Moneki from Embu. Akaipiga blue tick na nikaona ameisoma. Maji kaingia kwa tumbo. Ile furaha nilikuwa nimezunguka nayo wiki moja imeisha. My wife Susan anajaribu kuniwekea chakula, hata chakula hakikuliki. So on Friday I took my driver tukaenda naye hadi Nairobi. So the first place to start, it was somewhere nilikuwa nimetafutiwa na the consultant in Athi River, where I was supposed to set up the industry, because alcohol industries must be put up in a gazetted area. So nikaenda hadi pande ya Athi River, nikaona go down na nikaambia landlord, this evening I'll be sending you my letter of offer. Hii go down niweke, hii go down hii, najua nitailipa. So on our way back, because I was supposed to see the CEO at 3:30 p.m. nikafika mahali inaitwa GM. Ikakuwa traffic imeshikana sana, nikapata jam kubwa sana. Sasa kutoroka ile jam, nikaambia driver, wewe kuja na gari polepole,
mimi nikarukia bodaboda. For those of us who know where KREP Center is, Sidian Bank iko mahali pale Kilimani. So I took a bodaboda mahali nakaa almost kutoka hapa Ngovio kwenda all the way kama huko Don Bosco. Nimepigwa na baridi, sina helmet, lakini mimi najua nimeendea Wafaleta. Lakini kwa tumbo nasikia majiko inaisha, najiambia hapana. So when I got to Sidian said office is on the 7th floor of KREP Center. So nikaenda nikakaa hapo kwa reception. Naona nimekaa hapo kwa receptionist ako hapo, ofisi ya CEO Sidian iko hapo nyuma. So si nimeenda nikaambia the receptionist, ambia mdosi niko. Na nikaona amechukua simu, amepiga, na nikaona hiyo tone anaweza kuwa ameongeleshwa sio tone mzuri, akaniambia wewe ngoja pale. So imefika almost 5:30 na zaitwa ndani. So the CEO now comes out, ameshika koti, ameekelea koti hapa kama mtu anaenda nyumbani. Akaniambia Omoneki, nini you around? Just come. So akanishika mkono, badala ya kunirudisha kwa ofisi yake, aliniingisha kwa the banking hall. Mahali kwenye unaingia unapata kuko na maofisi mingi sana. The discussion that happened there, my good people, si kitu mungetaka kujua. Tuliingia pale, akaniambia Mwaniki, tumeanalyze kesi yako tena, tumeona you do not deserve that loan. You cannot be able to repay it. And because you are the age of my son, I want to tell you, stop this business idea. Because hata ukipata hii pesa tu utachotwa. Even if you are lucky enough and you get this financing, you are not going to make it. Hii ni industry ambayo iko na ma big fish. Iko na kina Kiroche, iko na the who is who hapa Kenya. Kabla amalize kuongea, na ni mahali kuna ofisi mingi, machozi ilikuwa ishamwagika. Napiga hesabu, the people I have promised that they are going to get their money, naona hapa ni kujua. Kwa hivyo akaongea, kabla amalize nikamuuliza, is there anything positive I expect to hear from you? Those were the words that I asked Mr. Ndombe. Akaniambia, no, we are not going to give this facility. Kabla amalize hiyo maneno, nikatoka nikaingia kwa lift. In the lift kulikuwa na wasichana wawili. Mimi nililia. Nikishuka, in fact kushuka from 7th floor to ground floor to me seemed like a whole safari of 100 years. Nikafika, nikapata yule driver nilikuwa nimekomboa juu nilikuwa nimemwacha kule GM. Amefika. Okay, nikaingia hapo nyuma sasa kwa kiti ya nyuma juu sitaki pia driver yangu aone mdosi analia. Yeah. No, okay, kama mnaelewa that feeling. So nikamwambia tafadhali ningetaka uende hadi Embu na usisimame. 2 months later, the bank that I had ignored, Stanbic, nilikuwa nisharudi kwao na tukaorganize na wakanipatia the facility of 100 million. Nikaingia into manufacturing na ikafika mahali nikajiuliza, because sasa niko na uwezo. Ile nyumba ambayo Sidian Bank iko Embu, ama niende ninunue niwafukuze. Do you understand that feeling? People who looked down on you. Lakini nikajiambia, that is not the teaching of the Bible. Mambo ya kurevenge, mambo ya show off, nikaachana nayo. So as I conclude today, now niko hapa much later, I disposed the alcohol manufacturing company when I now wanted to set up Eagle One. Because again, when I wanted to set up Eagle One, it was an expensive venture. So nilikuwa nimeona hapa itabidi niuze tu vitu twangu ndio niekelee biashara moja.